Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa chaneli ya Uishi Milele TV, leo tena ninakuletea somo zuri kabisa, somo linalohusu wafu wako wapi. Pengine kabla ya kuendelea na somo hili, nikualike mpendwa msikilizaji na mtazamaji ili tuweze kuomba pamoja. Na tuombe. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na utukufu, tunakukaribisha katika neno hili la uzima, neno linalotuongoza kukujua wewe na kutegemea kwa ajili ya uzima wa milele. Tunaomba uwe pamoja nasi na kutusikilizisha maneno yako ya uzima, kila mmoja kapate kubarikiwa. Tunaomba kwa imani katika jina la Yesu, amina. Mpendwa mtazamaji, somo hili la leo linalohusu wafu wako wapi ni somo ambalo kwa sehemu kubwa limekuwa likileta mkanganyiko kwa walimu wa dini na watu mbalimbali. Hata hivyo wanashindwa kujua na kutambua hatima ya mtu anapokufa ni wapi, anakwenda wapi. Wafu wanapokufa wanakwenda wapi? Pengine nianze kwa kukusomea maandiko matakatifu ili ujue mtu anapokufa anakwenda wapi. Na nitasoma katika kitabu cha Mhubiri sura ile ya 9 mstari ule wa 5 na mstari ule wa 6 na hata mstari ule wa 10. Neno la Mungu linatujuza ya kwamba kwa sababu walio hai wanajua kwamba watakufa, lakini wafu hawajui neno lolote, wala hawana tuzo tena, maana hata kumbukumbu lao limesahauliwa. Kwamba waliokufa hawajui neno lolote, lakini walio hai wanajua kwamba watakufa. Kumbe mtu anapokufa, connection yote ya mawasiliano ya mwili wake, ubongo na ufahamu vinakwisha. Na swala la kufa, maana yake mtu anapokufa, uhai wake, ule uhai aliyoweka Mwenyezi Mungu ndani yake unatoweka, na hivyo mwili huu ambao umeumbwa kutoka katika udongo tunaenda kuuzika. Mtu anapokufa amepoteza uhai, kumbukumbu lake limepotea, mawazo yake yamepotea, na hivyo anabaki ni maiti. Na katika fungu la 5 neno la Mungu linasema, mapenzi yao na chuki yao na husuda yao imepotea yote pamoja, wala hawana sehemu tena katika jambo lolote lililofanyika chini ya jua. Ukifuatilia kwa watu wengi pande za dunia na kujifunza kwao, wanasemaje kwamba mtu anapokufa anaenda wapi? Wengine watakwambia mtu anapokufa tunaenda kuzika tu lijitu tu, na hivyo yeye anakuwa ameenda mahala fulani katika ziara yake. Wengine wanasema mtu anapokufa anaenda toharani. Toharani ni wapi? Kwamba ni mahali ambapo dhambi zake zinaanza kuchomwa polepole. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, nikwambie jambo hili. Maandiko matakatifu yametuweka wazi kwamba mtu anapokufa hajui neno lolote, na hivyo mtu hawezi kufanyiwa maombi wala kumswalia, ni vigumu. Maana Mungu anashughulika na walio hai, anashughulika na watu ambao wangali wanapumua. Kwa hiyo mtu anapokuwa amelala katika mauti, ikiwa alilala katika mauti ya kutokusamehewa, ya kutokuomba msamaha ili asamehewe dhambi, maana yake yeye huyu amelala katika kaburi akiwa ni mdhambi. Maana yake ni kwamba mtu huyo anangoja hukumu ya siku ya Kiyama. Kwa hiyo sisi tulio hai, sisi tuliosalia, hatuwezi kumuombea hata kidogo. Maana maandiko matakatifu yanatujuza wazi kwamba husuda yake aliyokuwa nayo, chuki yale aliyokuwa anayapenda, yote amekwenda nayo katika kaburi lake. Na kwa sababu hiyo anangoja siku ya Kiyama, siku ya mwisho, ili aweze kupata hukumu. Na maandiko matakatifu katika kitabu cha Wathesalonike sura ya 4 mstari wa 13, neno la Mungu linatujuza juu ya habari ya hawa wafu kwamba, lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tunaamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao walalao katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa hiyo
tunaona kwamba yule anayelala katika kaburi lake akiwa amemtegemea Yesu Kristo, hapo atakapokuja Yesu Kristo mara ya pili kuwachukua walio wake, atafufuliwa. Maana Yesu mwenyewe ikiwa alikufa na kufufuka, vivyo hivyo na hao wanaolala katika kumtegemea Mungu wakimwamini Yesu Kristo atawafufua. Sasa ikiwa mtu anapokufa anaenda toharani, maana wengine wanasema mtu anapokufa anaenda purgatory au purgatory, kwamba ni mahali ambapo yule mdhambi anaendelea kuteseka, anaendelea kupata shida mbalimbali, kiasi kwamba kadiri wanavyozidi kumwombea, wale wenye imani ya kumwombea marehemu, kwamba Mungu anafika mahali na msamehe. Sikiliza, hakuna dini ya kipuuzi ya namna hiyo, hakuna maombi ya kipuuzi ya namna hiyo, hakuna ibada ya kipuuzi ya namna hiyo. Maana Yesu alisema katika kitabu cha Luka 12 mstari ule wa 27, yeye si Mungu wa wafu bali wa walio hai, hivyo mwapotea sana. Kwa hiyo Mungu hawezi kuendekeza ibada ambazo hazina mantiki, hazina faida. Mungu yeye si Mungu wa wafu. Yesu Kristo alisema, na katika kitabu hiki cha Wathesalonike wa kwanza sura ile ya 4 mstari wa 18 tunaendelea kusoma kwa kusema kwamba, kwa kuwa twawaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Haleluya! Kwamba waliolala katika makaburi yao, waliolala katika mauti, hatuwezi kuwatangulia kwamba kwa kwenda mbinguni. Ni lazima kwanza wao wafufuliwe, wapewe miili ya kutokufa, na sisi tutakaosalia tulio hai, kufumba na kufumbua, tutabadilishwa. Kwa hiyo hakuna mtu yeyote anayekufa kisha kwamba anaenda mbinguni. Sikiliza katika fungu hili la Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari ule wa 16, anasema, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko wa sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kwa hiyo tunaona bado neno la Mungu linaendelea kutujuza kwamba Bwana atashuka, atatoka mbinguni na mwaliko wa malaika. Sasa ukiconnect na kile alichokisema Yesu Kristo katika maandiko matakatifu ya Yohana, tunaona kwamba walimu wa uongo wanadanganya sana. Maana ikiwa Bwana mwenyewe atashuka kutoka katika mawingu, kutoka mbinguni, aje kuwachukua waliolala katika makaburi wafufuliwe, walio hai wabadilishwe, ambao wote wanamwamini. Utaona kila ambacho Yesu alichokisema pia katika Yohana 14 sura ya 14 fungu la kwanza, la pili na la tatu, anasema, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niamini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Yesu anaeleza wazi kwamba tusihangaike, tusifikirie maisha yetu, tule nini, tuvae nini. Maana yeye alikwenda mbinguni kuandaa makao ya watakatifu wamchao Mungu, wazishikao amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu. Hawa watu wanaoahidiwa uzima wa milele ni wale wanaomwamini Yesu Kristo, kwamba ameenda nyumbani kuandaa makao kwa ajili yao. Sasa ikiwa tutasema kwamba marehemu alipolala mauti, au marehemu kwa sasa hivi yuko mbinguni, Yesu atakuja kuwachukua wakina nani? Yesu atakapokuja mara ya pili kuwachukua waliomwamini, atawachukua wakina nani? Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, atawachukua wakina nani? Maana tunaona kwamba huu ni uongo unaozungumzwa na walimu wa uongo, kwamba mtu anapokufa anaenda mbinguni, mtu anapokufa anaenda purgatory, mtu anapokufa anaenda toharani, kama kwamba ni mahali ambapo watu wanaenda kuteswa. Wengine wanasema kwamba mtu akilala katika kaburi lake akiwa ni mdhambi, anakuja malaika anaitwa Israeli, anamfunga mnyororo shingoni, anamvuta mpaka Zanzibar, mpaka Dar es Salaam, mpaka Kenya, mpaka Nairobi, anamvuta mpaka anakongoroka naisha, halafu anamrudisha kwenye kaburi lake, na kisha anaanza kumhoji, kwa nini kumwamini Mwenyezi Mungu? Sikiliza, hakuna ibada za kipuuzi za namna hiyo. Mungu anataka watu wote wamwamini, wamche na kumtegemea, wangali hai.
Hii habari ya kwamba mtu anapokufa anakwenda motoni, anabadilika, anasamehewa, hakuna. Maana Biblia inataja juu ya watu watakaochomwa moto, watakaotupwa katika jehanamu. Hawa ni wakina nani? Ni wale wote waliolala katika makaburi yao ambao hawakumwamini Mungu. Na hivyo Yesu Kristo anabainisha na kuweka wazi ya kwamba watu wote ambao wamemwamini Yesu Kristo, wamemwamini yeye mwenyewe na kuzishika amri na kumcha Mungu, hao watapata uzima wa milele. Sasa unaona kwamba wale wanaosema kwamba wanamwamini Mungu lakini huku wanaendekeza tradition, yani kama tamaduni au mila na taratibu zisizofaa, wamezichukua hizo imani za mizimu, imani za nguvu za adui za giza, wamezileta ndani ya ibada, na hivyo hata kuchanganua kujua kwamba Mungu wa kweli ni yupi. Watu wamechanganyikiwa. Na ndio maana utakuta kwamba wengine hapa wanamwamini Mungu wanaamini na majini, wengine wanamwamini Mungu wanaamini na misimu, wengine wanamwamini Mungu wanaamini na hirizi. Sasa unashindwa kujua kwamba Mungu huyo ni Mungu wa namna gani ambaye anapenda changanya. Na watu wengi wakati mwingine wanaenda makaburini, wanaenda kuombea walio wafu. Mtu mmoja amekufa, watu wanajikusanya, wanaenda wanamuombea, Mwenyezi Mungu amsamehe. Mwingine amekufa, wanaenda kumuombea, Mwenyezi Mungu msamehe. Maandiko matakatifu yako wazi juu ya habari ya wafu, kwamba mtu anapokufa hajui neno lolote. Katika kuyachunguza, katika kusoma vitabu vya Mwenyezi Mungu na kuchunguza, nikagundua hata katika msahafu wa ndugu zetu Waislamu panasoma kwa mtasoma na 85 surati Tauba sura ya 9 fungu la 84 na 85, wala msimsalie kamwe mmoja wao afapo. Msimsalie, msimuombe, wala usisimame kaburini pake. Kwani ni watu wangapi wanaoenda makaburini na kuwaomba wafu, na wafu wanasema wafu watuombee? Kwani hawapo? Qur'ani inaeleza wazi, na Qur'ani ni kitabu ambacho kimekuja baada ya maandiko matakatifu, Biblia haya mambo aliyofunua Mtume Muhammad. Sikiliza, katika mstari wa 84 narudia, surati Tauba 9:84 anasema, wala msimsalie kamwe mmoja wao afapo, wala msisimame kaburini pake. Msisimame kaburini pake. Lakini katika fungu linalofuata anasema, wala zisikuvutie mali zao na watoto wao, ala anataka tu kuwaadhibu kwayo katika dunia, na roho zao zitoke hali wao ni makafiri. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anataka aabudiwe yeye kama anavyotaka, sio kama mwanadamu anavyotaka. Na mambo haya ndiyo yale ambayo pia Nabii Isa bin Maryam, yani Yesu Kristo, amejaribu kuyaonya waziwazi. Mathayo 15 fungu la 7 anasema, enyi wanafiki, watu wanaofundisha uongo, watu wanaodanganya, watu wanaamini kwamba wafu wanakwenda mbinguni, anapomaliza kufa hapo anaenda mbinguni, kwamba mtu amekufa sasa tumwahishe, tumzike haraka. Kwa nini tunamchelewesha, tunamhangaisha, tunamuumiza? Sikiliza, enyi wanafiki, ni vema alivyotabiri Isaya kwa habari zenu akisema, watu hawa huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Ibada za kujionesha kwa nje, maombi ya kujionesha kwa nje, watu wanaombea wafu, kwamba mtu anapokufa anaweza akaombewa. Mtu amekufa, alikuwa ni mzinzi, alikuwa ni mchawi, alikuwa ni mlarushwa, alikuwa ananyanyasa watu. Wanadhani kwamba huyo mtu akifa katika dhambi anaombewa na anasamehewa. Mahala fulani watu katika dini moja, mahala fulani huko Tabora, alifariki mtu. Sikiliza mpendwa msikilizaji, kikisa na mpendwa mtazamaji, alipokufa wakasema, kwani huyu mtu mbona amekufa hata alikuwa hajabatizwa? Wakalazimika kumwita kiongozi wa dini. Kiongozi wa dini akasema, sasa huyu mtu inabidi tumbatize ubatizo wa dharura. Wakambatiza, lakini alikuwa amelala mauti, maana hakuwa mtu tena. Wakaibatiza maiti, walibatiza maiti. Maiti haibatizwi. Na ndiyo maana Nabii Isa katika kitabu cha Marko 16:16, yani Yesu Kristo anasema, aaminie na kubatizwa ataokoka. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Sasa hii maiti walioibatiza ilikuwa imemwamini Yesu Kristo, ilikuwa inajua kwamba kuzishika amri 10 za Mungu na kuwa na imani ya Yesu Kristo ndio uzima wa huyo mtu, maana huyo sio mtu tena wa hiyo maiti. Sikiliza, neno la Mungu linatujuza katika sura ya 15, Mathayo 15 fungu la 9, nao waniabudu bure, waniabudu ovyo ovyo.
wanavyotaka wao, nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Na hivyo Yesu anasema katika mstari wa 13, akajibu akasema, kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Kila fundisho ambalo mwanadamu analifundisha ambalo haliko katika muktadha wa ibada ya kweli litatupwa nje, litang'olewa. Pendwa mtazamaji na msikilizaji, ninakukabidhi mikononi mwa Mungu, ujue ukweli huu unaookoa, unaoponya, unaobariki. Na kwa sababu hiyo ninapenda kuhitimisha na wewe kwa ombi. Na tuombe. Baba Mungu mwingi wa rehema na utukufu, asante kwa upendo uliouleta kwetu, ukamtoa Yesu Kristo aliyekufa kwa ajili yetu, naye akafufuka, naye yuko hai na yuko juu mbinguni. Tunashukuru kwa damu yake iliyomwagika msalabani. Tunashukuru kwa uzima unaopatikana ndani ya Kristo. Pendwa mtazamaji na msikilizaji ambaye mmesikiliza maneno haya ya uzima, ninamwombea mwangazie mwanga wa neno lako, akujua kutegemea kwa ajili ya uzima wa milele, katika jina la Yesu, amina.